Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, unaweza kaandika kula matunda ya mikono yako. Sasa wewe unaweza kaandika kula matunda ya mikono yangu. Kula matunda ya mikono yako. Kwa utangulizi tutaenda kuangalia vitabu viwili. Tutaangalia kitabu cha Zaburi 128:2 na kitabu cha Mhubiri sura ya 6 mstari wa 2. Kile kitabu ambacho Madam Alpha soma tena vizuri. Tabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Sawa, na kwako kwema. Au unaweza kusema na mambo yako yatakuwa mema. Yaani ndio point yake nataka izungumze hapo. Amen. Amen. Anasema utakapokula kazi ya mikono yako utakuwa na heri na mambo yako yatakuwa mema. Lakini hiyo imesema tabu ya mikono yako utaila. Ikiwa kula tabu ya mikono yako utakuwa heri na mambo yako yatakuwa mema. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Mhubiri 6:2 kinasemaje? Ndio. Mtu aliyepewa na Mungu mali, ukwasi na heshima, hata asipungukiwa na kitu chochote kile kwa nafsi yake. Katika yote anayoyatamani, lakini Mungu hamwezeshi mtu huyu kula katika hizo, bali mgeni hula. Hayo ndiyo ubatili hasa, nayo ni ugonjwa mbaya. Anasema hayo ni ubatili na huo ndio ugonjwa mbaya kuliko malaria, ni ugonjwa mbaya kuliko HIV, ni ugonjwa mbaya kuliko kansa, ni ugonjwa mbaya kuliko aina yoyote ya ugonjwa ambao umewahi kusikia duniani. Mtu anaweza akapata utajiri, anaweza akapata mali, anaweza akapata fedha, anaweza akawa na kila kitu, lakini Mungu asimwezeshe huyu mtu kula katika hivyo alivyompata, bali mgeni akala. Mtu mwingine akala badala yako. Anasema hilo jambo ni baya na huo ni ugonjwa mbaya kuliko aina ya ugonjwa mwingine wowote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Watu wanapambana lakini tabu za mikono yao hawali. Watu wanapambana kwenye biashara, wana struggle, hela inapatikana lakini ile hela yeye hali. Wakati mwingine hela zinaliwa na madaktari hospitalini, magonjwa ya kila wakati. Wakati wengine ni mshiba. Amen. Amen. Umepambana bado umepata laki moja, unasikia mjomba wako kule Katavi sijui amevunjika mguu, unamchukua hapa unatuma. Wanda sawa, sijui kuna hiki huku, unachukua umetafuta hela hiyo imeenda. Unasikia mara hiyo umenikusanya kidogo, sasa usogeze mtofali site. Unasikia kuna ndugu yako huko amemeza wembe. Unachukua hela yote huu unaenda. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu amekubariki na fedha unashika mwanangu, unashika vizuri lakini hauwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nila hadi pesa nashika bwana. Kwa siku naweza nikashika 500,000 ni kwangu za kipiki chenga. Si ndio? Sasa muulize huyo mgizo 200,000 ambazo hazikupiki chenga zinafanya nini?
Amen. Amen. Wengine unakuta wanafurahi na marafiki. Akipata 200,000 anachafua meza. Mpe na huyo. Mpe huyu 5. Huyu mpe 7. Au huyu mpe 8. Kijiwe kinajua kwamba leo ana hela. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa uwezo, umezishika. Lakini wewe haufanyi nini? Hausi. Oje yona mtu anaenda mara anunua kitimoto kilo 5, alafu anakula finyango bila. Wewe unangu kuleni tu. Kuleni. Kuleni tu kula. Kumbe amekamatwa hata kitimoto hicho nunua mwenyewe hakiri. Yaani hata ile nguvu ya kukila amenyang'anywa. Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So kumbe Mungu anapokubariki na vitu, kuna kitu kinaitwa spiritual empowerment. Lazima aachilie uwezo wa wewe kula. Endelea vizuri Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anaweza akakupa vitu vikawa vitu umebarikiwa kwa sababu ya juhudi zako na vitu vingine, si ndio? Lakini asikupe uwezo wa kufanya nini? Wa kula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa kwenye kitabu cha Zaburi tuliyosoma ya 128 mstari wa 2 anasema taabu ya mikono yako utaila. Endelea vizuri Kile mikono yako inapambania, kile unasifaa unapambana unafanya hiki na hiki, matokeo matunda ya yale unayofanya yote wewe utayala. Amen. Sasa tafundisha taratibu. Kwa nini sasa? Kwa nini huwa inatokea hali ya namna hii? Sikiliza, kuna watu nakwambia ndugu yangu wana juhudi kwenye haya maisha, hawalali. They are fighting. Mtu anapambana mchana na usiku, anapambana na makali. Lakini pia watu hawafurahii kile wanachokifanya. Yaani mtu anapambana, ana kazi nzuri, anafanya kazi, lakini haifurahii ile kazi anayoifanya. Anaichukia. Anachukia kile anachokifanya. Andika aina za watu wasiokula matunda ya kazi zao. Hawa watu wasiokula matunda ya kazi zao wapo kwenye categories mbalimbali, wamegawanyika kwenye matawi. Wote akijua umo kwenye tawi gani, si ndio? Na tutaenda kupata suluhisho tunatokaje sasa. Aina za watu wasiokula matunda ya kazi zao. Aina ya kwanza, hawa watu wanaporwa matunda yao. Andika hivyo, wanaporwa matunda yao. Kwani hivyo jaiona mtoto wako yuko anacheza na wenzake, watoto wadogo, si ndio? Umemnunulia nini? Andazi. Anakula. Muda huo ametoka nje mtoto wenzake, anarudi ndani muda huo analia. Nini? Mkononi andazi hamna. Kakutana mjanja amefanyaje? Amepora. Ningekuwa mbea anatumia neno amefyamba. Amen. Mnunulia mtoto wako big bomb kabisa, shilingi ngapi? 200. Analamba. Anatoka tu nje. Watu wanamuona, watoto wenzake wanamuona nani? Namba. Kana gaya yake chukua kana kimbia. Unakuja kunatoka nje angalie aliyechukua big bomb ya mtoto wako ndani. Mtoto wako ndani. Big bomb yangu. Nani amechukua? Sijui. Unatoka unaangalia huko. Hapo asili iko wapi? Iko wapi? Aliyechukua big bomb ya mwanangu ndani. Unazunguka unaangalia huko. Hamna. Aliyepora amefanyaje? So the same situation katika ulimwengu wa roho. Amen. Adui anaweza akapora matunda ya kazi ya mtu. Amen. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 33.
Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 33. Matunda ya nchi yako na taabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua. Sikiliza. Soma tena. Matunda ya nchi yako, matunda ya nchi yako na taabu yako yote, na taabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua. Italiwa na taifa usilolijua. Utaonewa tu. Utaonewa tu. Na kupondwa chini daima. Na kupondwa chini daima. Unajua huyu ambaye atafanywa hivyo, unajua ni yupi huyu? Soma mstari wa 15 Kumbukumbu la Torati. Hii sura 28 imegawanyika katika sehemu kubwa ngapi? 2. Amen. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14 inazungumza kwa habari kama ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii utapata 1 2 3 1 2 3, si ndio? Kuanzia mstari wa 15, kama usiposikia sauti ya Bwana Mungu wako, kama hautafanya 1 2 3, kama hautafanya 1 2 3, kuna vitu vitakupata. Soma mstari wa 15 hapa na 16. Na Mungu inasema, lakini mstari mmoja tu wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana. Anasema itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Usiangalie kufanya maagizo yake yote na usiangalie kuyafanya maagizo yake yote. Nikuagizayo hivi leo. Ndipo zitakapokujilia laana hizi zote na kukupata. Anasema hapo ndipo zitakapokujilia hizi laana zote na kukupata. Usipofuata maelekezo yale Mungu anakupa, anasema haya yote yatakupata. So moja ya jambo ambalo litakupata ni hilo la kwenye mstari wa 33. Twende sasa. Unanipata vizuri hapo eh? Amen. Hata msipoitikia amen. Amen. Mimi nataka upone kwa jina la Yesu. Nataka utoke hapo kwa jina la Yesu. Amen. Matunda ya nchi yako. Anasema matunda ya wewe ambayo hautakuwa na bidii ya yaani wewe ambaye hautataka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na hautataka kufuata maagizo ya Mungu yale Mungu anakuagiza. Anasema wewe sasa matunda ya nchi yako. Matunda ya nchi yako. Na taabu yako yote. Vitaliwa na taifa usilolijua. Utaonewa tu. Na kupondwa chini daima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So usipoisikia